zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao sawa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Nashukuru Mungu kwa neema ametujalia. Nakukaribisha katika kipindi chetu cha siri ya msamaha wa dhambi, ukiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry hapa Lare. Tukaribishe mtazamaji wetu kwa makofi, shangwe na vigelegele. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii amenijalia mara tena, mpendwa mtazamaji, tuweze kukutana katika studio hii ya Meru TV ili tuendelee kunena neno la Mungu. Naomba ufungue moyo wako, uweke mawazo yako kando, uweze kufungua moyo wako, uweze kupokea neno la Mungu. Naamini ya kwamba katika hiyo miaka yote juu, katika kipindi nimehubiri Meru TV miaka 9. Hii ni miaka 9 sasa, inaelekea kuisha, bado nikihubiri katika Meru TV hiki kipindi cha siri ya msamaha wa dhambi. Leo nataka niwafundishe maisha ya mwenye haki. Maisha ya mwenye haki. Mpendwa mtazamaji, nataka niongee nawe kuhusu maisha ya mwenye haki. Baada ya kuhesabiwa haki, baada ya kufanyika mtakatifu, baada ya kufanyika mwana wa Mungu, unafaa kuishi maisha ya aina gani? Juu kuna maisha ya kwanza na kuna maisha ya pili. Jambo lile ambalo linafanyika kwa mwenye dhambi unamtoa nje, unamuingisha ndani. Baada ya kumuingisha ndani, unamtoa nje. Haleluya. Woya mwesia wa Mungu miendene, warekiwa Mungu miendene wa muturianja. Unamuingisha ndani ya Yesu, alafu unamtoa nje ili aweze kujua maisha yale anafaa kuishi baada ya kupata wokovu. Kwa hivyo hebu tuangalie Biblia katika kitabu cha Mithali. Tufungue Biblia yetu kitabu cha Mithali 3 mstari wa kwanza. Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyoni mwako uisike amri zangu. Mstari wa pili, maana nitakuongeza wingi wa siku na miaka na uzima na amani. Katika Agano la Kale, neno la Mungu lilikuwa linaitwa sheria. Neno la Mungu lilikuwa linaitwa amri. Lakini katika Agano Jipya linaitwa neno. Kwa hivyo wakati ambapo unapoweka neno la Mungu ndani ya moyo wako bila kulisahau, maandiko inasema utaongezwa siku zako na miaka yako na uzima na amani. Watu wengi hawana miaka mingi, wanakufa mapema kwa sababu hawalisiki neno la Mungu.
Watu wengi hawana uzima kwa sababu hawalisiki neno la Mungu. Watu wengi hawana amani kwa sababu hawalipokei neno la Mungu. Nataka niongee maisha ya mwenye haki, yale mwenye haki anafaa kuishi baada ya kuokolewa. Umeokolewa, umesamehewa dhambi zako, umesaliwa mara ya pili, umefanyika mwana wa Mungu, unafaa kuishi maisha ya aina gani? Maisha yale unafaa kuishi, Yesu mwenyewe alitufundisha. Tuangalie Biblia hapa kanisani, na mtazamaji, tufungue Biblia zetu kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 16. Hivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele za watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Maandiko, Yesu bila alitufundisha baada ya kupata wokovu, alitufundisha kwa sababu tumesha kuwa nuru. Kabla tupate wokovu tulikuwa giza. Wakati tulikuwa wenye dhambi tulikuwa katika giza. Na ndio maandiko inasema katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 inasema ametuokoa katika nguvu za giza na kutuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Huyu mwana wa pendo lake ni kuingia katika ulimwengu wa nuru. Tulikuwa katika ulimwengu wa giza tulipokuwa wenye dhambi, kwa sababu giza ni dhambi. Hakuna vile tungeweza kufukuza giza, kwa sababu giza haiombewi, giza haikemewi. Giza inahitaji wase taa. Giza inahitaji nuru ili iondoke. Watu wengi wanajaribu kuondoa giza katika mioyo yao. Wanaomba msamaha kila siku. Hawajui dhambi ni giza, haiwezi ondolewa na maombi, haiwezi ondolewa na mafuta, haiwezi ondolewa na kuwekewa mikono, haiwezi ondolewa na kutubu. Hii giza haiwezi ondolewa na njia hiyo. Ili giza iondoke inahitaji nuru. Na Yesu akasema katika kitabu cha Yohana 8 mstari wa 12, maandiko inasema, tufungue Biblia zetu ili tuweze kuelewa vile Yesu anavyonena kuhusiana na nuru. Ukiangalia mstari wa 12 nasema, Yesu akawaambia tena akasema, mimi ni nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Yesu akasema, mimi ni nuru ya ulimwengu, kila anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kuna nuru lakini haina uzima. Ukiangalia wakati Mungu alipoumba dunia ilikuwa tupu, ilikuwa ukiwa. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru, na Mungu akaona nuru kuwa ni njema. Lakini siku ya 4 Mungu aliumba nuru ya jua. Alipoumba nuru ya jua, hii si nuru ya uzima, lakini nuru ya kwanza ambayo Mungu aliumba siku ya kwanza ni hii nuru ambayo Yesu anasema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo nuru Mungu akaiona ni njema. Na ukiangalia vile Biblia inasema, Biblia inaeleza, huyu ni mwanangu ninayependezwa naye, msikilizeni. Kwa hivyo Mungu alitaya Yesu ni yule anayempendeza. Na siku ya kwanza Mungu aliposema iwe nuru, ikawa nuru, alikasema nuru ni njema. Na ukiangalia Yesu alipokuja ulimwenguni, Mungu alisuundia akasema namna gani? Huyu ni mwanangu mpendo wangu ninayependezwa naye. Mungu hakupendezwa na mwanadamu yoyote. Hakuna mwanadamu amewahi pendeza Mungu, isipokuwa Yesu tu peke yake alipendeza Mungu. Na Yesu alikuja kama nuru katika ulimwengu. Na akasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ni nuru ya ulimwengu, kila anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kila anifuataye. Kwa hivyo si ukutane na nuru na usifuate nuru, hapana. Yesu amesema kila anifuataye hatakwenda gizani. Kwa hivyo usipomfuata Yesu utaenda gizani. Lakini ukifuata Yesu hautaenda gizani, bali utakuwa na nuru ya uzima. Yesu akasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Na kila anifuataye hatakwenda gizani kamwe. Unapomfuata Yesu hautakwenda gizani, lakini usipomfuata Yesu utakwenda gizani. Yesu akasema, kila anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Hebu tuweze kuangalia Biblia tena, tuone vile Biblia inasema. Kitabu cha Yohana 9 mstari wa 5, muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu.
Yesu alisema muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo watu wengi hawafuati Yesu, ndio wako gizani. Na Yesu amesema kila anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Watu wengi wako gizani. Watu wengi wako naishi maisha wenye dhambi. Kwa sababu gani? Hawamfuati Yesu Kristo. Watu wanajaribu kuondoa dhambi, lakini katika njia yao wao wenyewe hawajui katika njia yao dhambi iwesiondoka. Na ndio kitabu cha Isaya 55 mstari wa 7 inasema, mtu mbaya aase njia yake, mtu asiyake ase mawazo yake, amrudie Bwana naye atamrehemu, arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe. Ili tupate msamaha, tunafaa tufanye nini? Tutoke katika mawazo yetu, tutoke katika njia yetu, tumrudie Bwana. Lakini kuna mtu ambaye anamwamini Yesu katika mawazo yake. Kuna mtu anamwamini Yesu katika njia yake. Na ndio unaona ya kwamba unamwamini Yesu, lakini katika imani yako kuna masaka. Ukiulizwa wewe ni mtakatifu, unasema hakuna mtakatifu. Ukiulizwa wewe ni mwenye haki, unasema hakuna mwenye haki. Ukiulizwa wewe ni mkamilifu, unasema hakuna mkamilifu. Kwa sababu gani? Unamwamini Yesu, lakini unamwamini katika njia yako, unamwamini katika mawazo yako. Ndio unapata wewe uko na maswali mengi ndani ya moyo wako. Unajiuliza, sawa, nisamwamini Yesu, mbona kila siku nina hukumu ya dhambi ndani ya moyo wangu? Una hukumu ya dhambi ndani ya moyo wako kwa sababu unaamini Yesu katika mawazo yako, unaamini Yesu katika njia yako. Lakini Yesu anatuambia tutoke katika njia yetu. Njia yetu iweze kutufikisha kwa Mungu, njia yetu iweze kutuunganisha na Mungu. Ndio Yesu alisema katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6, akasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Unataka kwenda kwa Baba? Kama unataka kwenda kwa Baba, toka kwa njia yako ili uhamie kwa njia ya Yesu Kristo uweze kufika mbinguni. Na Yesu amesema, muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Na ndio kitabu cha Wakolosai, tuangalie Wakolosai, mpendwa mtazamaji, na hapa kanisani tuangalie kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Maandiko inasema hivi, naye alituokoa katika nguvu za giza na kutuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Nguvu za giza ni dhambi. Shetani ndiye kiongozi wa nguvu za giza. Na Yesu alipokuja, ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 8, inasema atenda dhambi ni Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Lakini kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa asivunje kazi za Ibilisi. Kwa hivyo tunapoangalia Yesu Kristo ambaye ametuokoa katika nguvu za giza na akatuhamisha, tumesahamishwa. Wale ambao wamesaokolewa, wamesahamishwa, hawako gizani, hawatembei katika giza, wanatembea katika nuru. Haleluya! Tuangalie waraka wa kwanza wa Yohana, tuone vile Biblia inasindi kutufunza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 7, bali tukienenda katika nuru kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Haleluya! Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu ya mwana wake Yesu Kristo yatuosha dhambi zote. Hatuwezi kuoshwa dhambi na maombi, hatuwezi kuoshwa dhambi na mazoezi, hatuwezi kuoshwa dhambi na njia ya kuomba. Tunaoshwa dhambi na damu ya Yesu Kristo. Jambo la kwanza, bali tukienenda katika nuru. Tukienenda katika nuru, tukifahamu Yesu ndiye nuru, tutatembea katika hiyo nuru. Na tukitembea katika hiyo nuru, tutakuwa na nuru ya uzima. Haleluya! Na ndio Yesu alisema, hivyo nuru yenu na iangaze, watu watazame waliokolewa. Nazungumza na mtu amefuatilia programu hii tangia ianze, na akajua vile dhambi inaoshwa, na akajua jinsi vile mwanadamu anahesabiwa kuwa mwenye haki, na akaelewa vile mtu anasaliwa mara ya pili na kufanyika mwana wa Mungu. Hapa maandiko inasema, tukitangulia kufikiria yaliyo mema, si mbele za Bwana tu, ila mbele ya wanadamu. Haleluya! Tukisaokolewa tufikirie kitu ya kufikiria ya kwanza, yaliyo mema mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Haleluya!
Na kuna maisha mengine ambayo unafaa kuelewa, yale ambayo Mungu aliandaa uyaishi. Unafikiria mema, yale mema unayafikiria ni mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, si mbele ya Bwana tu, bali ila mbele ya wanadamu. Tuangalie maisha yale ambayo Mungu anataka kutuyaishi baada ya kupata wokovu, kwa sababu Mungu ndiye mwandalizi wa kila kitu. Ndiye aliandaa wokovu wa bure, ndiye aliandaa msamaha wa bure, ndiye aliandaa kila kitu, na pia matendo ameyaandaa. Tuangalie kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 10. Maana tu kasi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Haleluya! Haya ni matendo yale Mungu aliandaa na akayatengeneza ili tuenende nayo. Kwa hivyo watu wengi wamepoteza matendo. Watu wengi wamepoteza matendo wakisema, niliokolewa kwa neema kwa njia ya imani, sikuokolewa kwa matendo yangu. Ni ukweli, wokovu hatupati wokovu kwa matendo yetu, hatupati wokovu kwa juhudi yetu. Tumepata wokovu kwa imani, tumepata wokovu kwa neema. Lakini baada ya kupata wokovu kwa neema na baada ya kuhesabiwa haki kwa neema, Mungu aliandaa matendo mema ili tuenende nayo. Tusiweke matendo mema chini baada ya kuokolewa, kwa sababu Mungu ametupatia wokovu, na wakati Mungu alitupatia wokovu, ametupatia pamoja na matendo yake. Si wokovu peke yake alitupatia wokovu pamoja na matendo yake. Lakini watu wengi wamepoteza wokovu, watu wengi wamepoteza matendo, wamebaki na wokovu. Na wakati unapobaki na wokovu, ni Mungu anazungumza namna gani? Tuangalie kitabu cha Ufunuo. Tuangalie kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 15. Hivyo hivyo wewe nawe unao watu wayasikao mafundisho ya Wanikolai vile vile. Sasa ukiangalia hapa, Mungu anazungumzia watu wanaosika mafundisho ya Wanikolai. Mafundisho ya Nikolai wanasema, mimi moyo wangu umeokolewa, roho yangu imesamehewa, na mwili itarudi kwa mavumbi na roho itarudi kwa mwenye kuitoa. Hata nikifanya nini katika huu mwili hakuna shida, hata nikiiba, hata nikishini, hata nikikuua hakuna shida. Hayo ni mafundisho ya Wanikolai. Mungu alituokoa, na alipotuokoa katika wokovu alitupatia pamoja na matendo. Haleluya! Hakutupatia pamoja na matendo maovu, alitupatia pamoja na matendo mema. Lakini watu wanapoteza matendo mema, wanabaki na wokovu. Unapobaki na wokovu, unakuwa na mafundisho ya Wanikolai. Mungu anakuambia hivi, basi tubu, na usipotubu naye kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Usipotoka katika mafundisho ya Wanikolai, mafundisho ya kusema nimesamehewa hata nikifanya nini, usipotoka kwa hiyo mafundisho ya Wanikolai, Mungu amesema atakuja kufanya vita na wewe. Mungu atakuja kufanya vita na nani? Na wewe. Na anasema kwa upanga wa kinywa changu. Mungu anataka utoke katika hiyo mafundisho. Si hata kwamba usukue wokovu kama sababu ya kutenda maovu. Hebu tuangalie Biblia. Tuone Biblia inazungumza kuhusu uhuru tulioupata. Uhuru tuliopata, tuangalie kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 13. Maana ninyi ndugu mlioitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali kutumikiana katika upendo. Ndugu zangu mlioitwa mpate uhuru, uhuru huu usiwe sababu ya kufuata mwili. Uhuru uliopata usiwe sababu ya kufuata mwili. Mwili ni adui wa Mungu. Mwili si rafiki wa Mungu. Mwili ni adui wa Mungu, usiwe rafiki wa mwili. Haleluya! Uhuru uliopata usiwe sababu ya kufuata nini? Ya kufuata mwili. Tusindi kuangalia maandiko, tuone vile maandiko inasema. Tuangalie kitabu cha Warumi 6 mstari wa 22.
Lakini sasa mkisa kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanya watumwa wa Mungu, mnao faida yenu ndio kutakaswa na mwisho wake ni uzima wa milele. Baada ya kupata wokovu, baada ya kutakaswa, baada ya kuwekwa mbali na dhambi, maandiko inasema mmekuwa watumwa wa Mungu na mnao faida yenu ndio kutakaswa na mwisho wake ni uzima wa milele. Haleluya. Kwa hivyo Mungu anazungumzia si ati ya kwamba tuishi tukijaribu kupendeza Mungu tu peke yake mpaka wanadamu. Na ndio Mungu alitupatia matendo. Matendo si ya kwenda mbinguni. Sikuambii ukitenda vizuri ndio utaenda mbinguni. Hapana. Usikonfuse hivyo. Matendo kazi yake ni gani? Hebu tuangalie Biblia tuambie. Kwa nini Mungu alitupatia matendo? Hatutendi matendo mema tuende mbinguni. Hapana. Angalia kasi ya, tunataka tuone kasi ya matendo. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Kwa sababu hiyo, kwa mapenzi ya Mungu, kwa kutenda mema, msive vinywa vya wajinga na watu wapumbavu. Kwa sababu ya kutenda mema, tutafunga vinywa vya wajinga na wapumbavu. Kwa hivyo Mungu alitupatia matendo kwa sababu ya kufunga midomo ya wajinga. Wajinga na wapumbavu ni wasiomwamini Yesu Kristo. Wanapotazama matendo yetu wanatukuza Mungu. Kwa hivyo tunafunga vinywa vya wajinga kwa sababu ya kutenda mema. Lakini tukianza kutenda vibaya, tuonyesha fadhili gani? Haleluya. Tukianza kutenda mabaya, atuonyesi wokovu ambao Mungu alitupatia bure. Tunadhalilisha wokovu. Lakini wokovu ambao tumepata wa bure, tumeupata wa bure na Mungu akatupatia matendo bure. Ukiangalia kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 8 na 9 inasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo, mtu hawezi akajisifu. Wokovu tumeupata kwa neema kwa njia ya imani, haitokani na matendo. Lakini ukienda mstari wa 10 inasema tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo Mungu alitengeneza kutoka awali tuishi kwayo. Mungu aliandaa wokovu na akaandaa matendo. Na matendo aliandaa kwa mapenzi yake ili tuweze kusiba vinywa vya watu wajinga na wapumbavu. Amen. Si ati kwamba mwizi aokoke aseme nimesamehewa, nimehesabiwa haki na endelee kuiba. Hiyo Mungu hakutengeneza hiyo. Si kahaba apate wokovu, baada ya kupata wokovu aendelee na malaya wake. Yesu akiingia ndani ya moyo wako anabadilisha maisha yako. Kama vile aliingia kwa Sauli, alikuwa muuaji, anaua Wakristo. Alipompokea Yesu ndani ya moyo wake, alianza kuhubiri Yesu Kristo. Yesu alikutana na mwanamke Msamaria. Huyu mwanamke alikuwa na waume wengi. Alipokutana na Yesu, atuoni huyu mwanamke aliendelea kwa wanaume tena. Alianza kuhubiri kuhusu akasema, "Joni muone mtu alimeniambia mambo yote, yamkini ndiye Kristo." Haleluya. Alianza kuhubiri Yesu kwa sababu Yesu amebadilisha maisha yake. Kwa hivyo ukikutana na Yesu abadilisha maisha yako, utaanza kuhubiri kuhusu Yesu kwa sababu maisha yamebadilika. Maisha yako ya ndani yamebadilika, maisha yako ya nje yamebadilika. Amen. Na hapo watu wataanza kumtukuza Mungu wakitazama matendo yako. Tuseme kwa mfano, ulikuwa mwizi, unavunja nyumba za watu, ulikuwa umebeba vidoki, ulikuwa unaiba wake wa watu, ulikuwa unaiba waume wa watu. Ukutane na Yesu Kristo abadilisha maisha yako. Watu wataanza kusema, wakiangalia siku hizi ubuji duka za watu, siku hizi ubebi biduki, siku hizi uibi bonda za watu, siku hizi uibi waume wa watu, siku hizi uibi wake wa watu. Watu wataanza kutukuza Mungu aliyekuokoa. Amen. Lakini si ate kwamba we maisha ni yale yale tu, unaendelea bile tu. Huyo si Yesu aliyekuwa. Au kukutana na Yesu, labda ulikutana na bali Yesu. Si Yesu. Kama umekutana na Yesu, Yesu anabadilisha maisha yako. Na ndio maandiko inasema, tazama mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ukurasa mpya umefunguliwa. Haleluya. Unapokutana na nani? Na Yesu. Maisha yale Mungu ameandalia mwenye haki ni maisha matakatifu. Jambo la kwanza nikimalizia,
Jambo la kwanza, wale wamekutana na Yesu na maisha yao yakabadilishwa. Jambo la kwanza, matendo mema. Wako na matendo. Maso ya Bwana huelekea wenye haki. Mungu akiangalia, maso yake akiangalia, yanaona matendo yale uliyopokea, yale aliandaa uendene nayo, anayaona. Jambo la pili, masikio ya Bwana husikiza maombi yao. Kwa hivyo Mungu anasikia maombi yako. Mungu asikii maombi mwenye dhambi. Mithali 15 mstari wa 29. Bwana yu mbali na wasio haki, lakini husikiza sala ya mwenye haki. Ukifanyika mwenye haki, ukiomba, Mungu atakusikia. Amen. Haleluya. Jambo la tatu, ukifanyika mwenye haki, utajifunza tabia ya baba yako. Utajifunza tabia ya nani? Mungu ni baba yako. Tabia ya baba ni kutoa. Tabia ya baba ni kufanya nini? Ni kutoa. Katika kitabu ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akatoa. Utaanza kujifunza kutoa. Haleluya. Lakini ukiona hautoi, haujajifunza tabia ya baba yako. Baba alikuwa na mwana peke yake, lakini akamtoa. Kwa hivyo ukianza kujifunza tabia ya baba yako, utakuwa mtoaji. Hautalazimishwa kutoa fungu la 10, hautalazimishwa kutoa sadaka. Si hata kwamba pasta atakuja akustua, wewe usipotoa utakufa, usipotoa utafilisika. Hapo ndio unatoa kwa sababu umesutuliwa. Kwa sababu gani? Wewe si wa baba. Mtoto anajifunza kwa baba. Haleluya. Wewe unajifunza kwa baba yako. Baba yetu alitoa, na sisi tuwe watoaji bila kusurutishwa. Kwani nani alisurutisha Mungu kutoa mwanawe? Sasa wewe ukianza kusurutishwa kutoa, jua wewe ujifunzi tabia ya baba yako. Wewe si wa baba. Una baba mwingine ambao unajifunza kwake. Mungu anakupatia pesa, wewe utoi fungu la 10. Mungu anakupatia mapato, utoi sadaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu unasema nilisamehewa mpaka sadaka, nilisamehewa mpaka fungu la 10. Hao ni watu ambao wamekwama katika mafundisho ya Wanikolai. Amen. Tutoke katika mafundisho wa Nikolai, tusike injili kikamilifu. Haleluya. Tumesaindi A, tuende saindi B. Tuendelee tukisonga kusonga. Haleluya. Si ukwama ukisema mimi ni mwenye haki, hata nisipotoa mimi ni mwenye haki, hata nisipoomba mimi ni mwenye haki, hata nisipotenda matendo mazuri mimi ni mwenye haki. Hapana. Mwenye haki, Mungu ameandaa maisha yale ataishi. Watu watasame. Watu wakutasame wanaona baba. Wakitasama wanaona baba. Wakiona baba wanatukuza baba aliye mbinguni. Sijui kama Mungu anatukuzwa kwa ajili yako. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, naamini ya kwamba katika kipindi kijacho tutaendelea kujifundisha maisha ya mwenye haki. Mungu asidi kukubariki na kukutenda mema. Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa dhati kwa sababu ya upendo mwingi umedhihirisha ukatoa mwana wako wa pekee. Na Bwana wa majeshi unatufundisha tabia hii, Bwana wa majeshi, kwa sababu neno lako linasema umetukirimia ahadi zilizo kubwa mno za thamani ili tuweze kushiriki tabia ya uungu. Bwana wa majeshi tunakushukuru kwa sababu umetusirikisha katika tabia ya uungu. Bwana wa majeshi nakushukuru kwa sababu kila mmoja ameelewa siri hii na ameelewa maana ya kuhesabiwa haki na maisha yale mwenye haki anafaa kuishi. Anapokutolea akutolei kwa manunguniko, kama vile ulitoa mwana wako na hukunungunika. Pia Bwana wa majeshi, ndugu huyu au dada huyu anapokutolea na kusapoti hata hiki kipindi na kutoa fungu lake la 10 na sadaka yake, Bwana wa majeshi atoe kwa manunguniko kwa sababu amejifunza kwako. Asante kwa sababu ni Mungu natupenda. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Sema amen. Tuage mtazamaji kwa makofi, sangwe na vigelegele.